mwaka huu nitaenda kuwatembelea watumishi wangu. Akaniambia ujumbe wote sema nikatoka, nilipofika mjini nikakutana na mtumishi mmoja, nikamwambia sikia, yani sasa hivi muda sio mrefu Bwana ameniambia 1 2 3. Akamwambia okay, mimi Bwana napokea. Tukatoka hapo kaenda tena nikakutana na mtumishi mwingine nikiwa kwenye duka. Wakati niko kwenye hilo duka nasikia tu mwambie huyu kuhusu habari hiyo. Nikamuita mtumishi, samani njoo. Akamwambia Bwana ananiambia mwaka huu anaenda kukutembelea, alafu anajibu mambo yako yote kuhusu vyombo vya muziki. Yule mtumishi alisema amen mpaka anataka kupiga magoti. Haleluya. Alipokea neno lile kwa imani kubwa. Amen. Mshamba wa Yesu njoo. Haleluya. Kwa sababu atasema mtumishi unajua alikaa pale akawa anaongea kwake. Amen. Huyu hapa alikuwa ni shahidi. Sawa? Kwa hiyo yule mtumishi aliponiambia kwamba aliposema amen, kutoka hapo ilipofika kama tarehe 4 mwezi wa kwanza akanipigia simu mida kama saa 5 usiku. Akaniambia mtumishi, samani, unaweza ukaja kunitembelea kanisani kwangu? Nikamuuliza unahitaji niwaletee msaada gani? Akasema mtumishi, naomba uje tu na vyombo vyako. Okay. Kachukua vijana, beba vyombo, kesho yake tukaenda kanisani. Kufika kwenye ile kanisa walikuwa wanapiga nini? Vyombo vya muziki nini? Hakuna. Basi tulipoweka vyombo vya muziki wakaanza kusherehekea. Haleluya. Amen. Malizia kwanza. Nadhani unakumbuka pia vizuri. Yesu apewe sifa. Yesu. Ni kweli anaposema baba apostle hapa, huu mwaka ni wa kutembelewa na Bwana. Mimi mjini pale naabudu kanisa inaitwa Pentecoste Lango la Mbinguni. Kwa Pastor Victor Daudi. Na tulikuwa hatuna vyombo vya muziki kabisa, lakini mtumishi hapa baba apostle alikuwa amempa neno hilo la kutembelewa na Bwana huu mwaka kuhusu kwa habari ya muziki. Tunashukuru Mungu, tumepata mtu, wafanyabiashara wakubwa mjini wametusupport, tumepata muziki kanisani kwetu. Kwa hiyo yani kweli kabisa naposema baba apostle, yani ni kama vile story anavyoelezea, lakini sio story, ni kweli kabisa. Yesu ni halisi na anafanya mambo. Amina. Haleluya. Kabisa, mbarikiwe sana. Haleluya. So naambia kuhusu habari ya uhakika wa neno. Haleluya. Uhakika wa nini? Wa neno. Yesu anatembelea. Haleluya. Amen. Na anatembelea familia za watu Ombolo. Haleluya. Wewe ulisikia hili neno, maisha yako hayatabakia kama yalivyo. Amen. Amen. Yesu anapita na ataacha nyayo zake katika nyumba yako. Amen. Amen. Ataacha nyayo zake katika biashara yako. Ataacha nyayo zake katika utumishi wako. Amen. Haleluya. Amen. Amen. So tukatoka hapo tukaenda kujifunza kuhusu ile Isaya ya 57 mstari wa 14 na 15. Ndio. Ambapo alikuwa anasema naye atasema tutieni, itengenezeni njia, kiondoeni kila kikwazacho katika njia ya watu wangu. Akaendelea kusema kwenye mstari wa 15 akisema kwamba maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: patakatifu mimi nakaa katika mioyo ya watu waliotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tukaja kuona ya kwamba kuna watu wanaishi, unamuona dada yule anaenda dukani, kaka yule anaingia lecture room, sawa? Lakini roho yake ishakufa kitambo. Haleluya. Amen. Moyo wake ushakufa kitambo. Kwa kilichobakia ni kufa tu katika huu mwili, lakini katika roho kashakufa. Haleluya. Amen. Moyo
usio na toba na kujinyenyekeza mbele za Mungu. Roho isiyokuwa na toba na kujinyenyekeza mbele za Mungu ni roho iliyofanya nini? Iliyokufa. Haleluya. Amen. Sasa iko hivi. Kuna watu wanatamani Bwana awabariki kwenye maisha yao. Wangapi wanataka Bwana awabariki? Just raise your hands. Kuna watu wanataka kubarikiwa kwenye maisha yao katika nyanja mbalimbali. Ndoa, kazi, elimu, uchumi, afya. Haleluya. Amen. Watu wanataka watoke kutoka sehemu moja waende sehemu nyingine. Haleluya. Amen. Hivi nani anataka maisha yake yabakie chini tu wakati wote? Eti nani? Nyosha mkono. Haleluya. Bibi najua hajasikia vizuri. Haleluya. Kwa hiyo najua kila mtu anatamani aende nini? Juu katika viwango vingine vya tofauti. Ndio. Lakini issue inakuja, shida ni nini? Shida ni nini? Haleluya. Amen. Mbolea, pokea mfano huu. Mbolea yafaa kwa mmea, siete? Haleluya. Amen. Mbolea inafaa kwenye nini? Kwenye mmea. Unapopanda mahindi yako alafu ukawekea mbolea, ule muhindi unakuwa. Haleluya. Amen. Unakuwa, unastawi. Alafu unaanza kutoa mahindi mengi kwa sababu ya nini? Ya mbolea. Amen. Amen. Lakini mbolea haifai kwa mmea uliokufa. Haleluya. Amen. Hivi unaweza ukachukua, umeshavuna mahindi yamebakia mabua pale, ukaanza kuyanyunyizia mbolea? Hapana. Eti mbolea inafaa hapo? Haifai. Kwa hiyo mbolea yafaa kwa kitu kilicho hai. Amen. Amen. Hivyo baraka za Bwana zinafaa kwa watu walio hai. Amen. Haleluya. Amen. Baraka za Kristo zinafaa kwa watu walio hai. Nimekumbuka jambo. Wakati nimekaa pale, Bwana akana ananiambia jambo, akaniambia, yaani kana nasikia na ijulikane kwamba Yesu Kristo yupo hai katikati ya watu hawa. Amen. Na ijulikane anatenda katikati ya watu hawa. Amen. Na ijulikane anaponya katikati ya watu hawa. Amen. In Jesus name. Na ijulikane hivyo leo. Amen. Kwa hiyo baraka zafaa kwa watu walio hai. Aliye hai anapokea baraka za Bwana. Amen. Amen. Cheki. Anazungumza jambo katika Waefeso. Waefeso, nisomee Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Naomba nisomee. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3. Tasoma. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3, tasoma kwa msaada wa Bwana. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo. Haleluya. Amen. Atukuzwe nani? Mungu Baba wa Bwana wetu nani? Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote. Amen. Baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Amen. Kwa hiyo sisi tumebarikiwa kwa baraka zote. Amen. Baraka zote. Kwa hiyo aliyebarikiwa kwa baraka zote anacho kila kitu anachokitaka. Haleluya. Anacho nini? Kila kitu anachokitaka. Maisha mazuri anayo. Amen. Amen. Kazi nzuri anayo. Afya njema anayo. Amen. Haleluya. Amen. Na mtu huyo anazaa matunda. Amen. Amen. Anazaa nini? Matunda katika kila afanyacho. Amen. Kwa sababu amebarikiwa na nani? Na Bwana. Lakini anasema ndani yake. Yes. Ndani yake. Yes. Yesu nani? Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kwa kumbe hizi baraka zote zinaweza kutimia katika maisha yetu tunapokuwa ndani ya nani? Ya Kristo. Ya Kristo.
Haleluya. Amen. Kwa hiyo tunaona mahali tunapofeli sete kuna vitu havionekaniki katika maisha yetu kwa sababu hatuko ndani ya nani? Ya Kristo. Kuna upungufu fulani ambao uko ndani yetu ambao unatufanya tushindwe kupata vyote. Haleluya. Amen. Sikiliza. Anaenda kwa mganga. Je, yule mganga anampa hela? Haleluya. Amen. Je, yule mganga anampa hela? Hampi hela. Lakini yule mganga anachofanya, anatempa na system fulani katika roho, sawa? Anaingia katika roho, anachokonoa jambo, sawa? Utasikia niletee nguo ya mtoto wako wa kwanza. Haleluya. Wewe napeleka, washangaa mtoto kafanya nini? Kaondoka. Haleluya. Amen. Na wewe ndio unakuwa umebarikiwa.